Na katika huyo mwenye nguvu Samsoni ukatoka nini? Utamu. Utamu ukatoka wapi? Samsoni akamuua simba, alafu kile alichokifanya chakula kilichokuwa kinaonekana chakula kwa wengine tayari ukapatikana mzoga, na mzoga ikatengenezwa asali, na asali ikawa ni chakula. Kwa hiyo yule mwenye uwezo yule mwenye kula kikapatikana chakula, yule mwenye uwezo Samsoni ukapatikana utamu. Mungu akubariki sana. Alafu ndo anawaambia, niambieni maana ya mithali hii. Wewe umemuua simba peke yako, umepita mwenyewe kwenye simba uliyemuua ukamkuta ameoza tayari, ndani mwake kuna nyuki wametengeneza asali, uko peke yako. Unapata maarifa ya kutengeneza mithali au kitendawili, alafu unataka mtu akitengue. Tofauti na Mungu, basi utatakiwa mtu mwingine mwenye ziada wa kutengua kile kilichoko ndani mwako, mwambie siri, ndipo ataenda kukifanya. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Alipomaliza nao katika siku 3 hawakuweza kukifungua hicho kitendawili. Ni kweli, hata nikiishia hapo tu, siku ya kwanza wanasubiria, wanatajadili, wanajiuliza nini maana ya kitendawili hiki. Hakuna mmoja aliyetengua kitendawili cha Samsoni. Mungu akubariki sana. Isipokuwa wale walioambiwa kutengua kitendawili cha Samsoni ndio walikuwa ni jamaa yake, ndugu yake, na binti aliyependwa na Samsoni. Wakamfuata binti, sema amen. Wakamfuata binti wakamwambia, wewe mwenenda ukamwambie bwana wako Samsoni, mwambie akuambie maana ya kitendawili alichotuambia. Asipokuambia, wewe na Samsoni wako tunakuua. Akaona binti, sasa mimi ninauawa, kisa ni kitendawili tu. Ndio akaenda Samsoni ndio. Lakini wewe ni mabandia, nikushinda ukuta. Mungu akubariki sana. Samsoni akawa na kale kabinti, kamwambia, unipendi, maana hujaniambia siri ya kitendawili, niambie. Samsoni kama anakaangalia, baadaye kakalia, niambie. Ndio akamwambia. Alipomwambia, na yeye siku ya 7 ilipofika, wale watu 30 wamekaa. Walipokaa wakamwambia, kitendawili chako tunakijua. Kumbe aka kabinti